ita watu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema da'wa ni ile kazi ya juu na ibada ni ile kazi ya chini. Ndio katika Qur'an Mwenyezi Mungu alipozungumzia katika biashara. Mwenyezi Mungu anazungumzia wakati katika shughuli zako basi faidika, lakini umemaliza rudi kwa Mola wako, fanya ibada na kita watu katika Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio hiyo tunasema da'wa ni amal kubwa katika dini. Ndio ulama wanazungumzia, anasema katika Makka ile aya ilikuwa inarudi sana, ilikuwa ni da'wa. Anasema sura Yusuf ni sura katika Qur'an. Mnajua lini imeshuka? Anasema hii sura imeshuka katika Makka, tena wakati Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sahaba zake anasema walikuwa katika jela, katika ile nyumba ya Abu Talib. Kuna wakati waliwekewa sanction. Hii sura imeshuka hiyo ni wakati anasema wanakula, anasema mwanzo wanakula inaitwaje, mbuzi ya wanyama wanakula, anasema zile majani za mti. Ndio hii aya imeshuka. Yani wanazungumziwa hii shida mko ndani yake. Hata kuna mitume waliotangulia kabla yenu kama Yusuf alayhi salam, hata yeye alipitia shida, ni ibra. Lakini anasema matlub maqsudio ni nini? Anasema ni misho ya aya, anasema misho yake Mwenyezi Mungu anasema innahu man yattaqi wa yasbir, yeyote anayeogopa Allah na atakayefanya subra. Maksudi ni sisi kufanya kazi ya da'wa na kukuwa na takwa na kukuwa na subra. Allah ndio atafanya mambo yaliyobaki. Nini tumetuma ndugu zangu tufanye nini? Takwa na nini? Na subra, kukuwa na subra. Hii ndio sifa ya dini. Ndio misho aya Allah anasema hawezi puuza watu wema, anasema yani daraja yao. Na wema anasema katika dini ni sehemu iliyo juu. Anasema sahihi umeamrishwa kufanya ibada, lakini anasema ibada ukisali inamaanisha amrisha watu wasali. Wa amur ahlaka bis-salah wastabir alayha. Allah anaambia Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam simamisha sala. Naambia watu wako wasimamishe sala. Wa amur ahlaka bis-salah, amrisha watu wako wasimamishe sala na wafanye subra. Yeye mwenyewe anasimamisha sala na familia yake wanasimamisha sala. Haimaanishi wewe unasali basi kaa hivyo, bala fanya vilivyo wale watu wasali Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio baadaye anasema hii sifa ya kufanyia wema watu, sifa ya uadilifu, hii sifa itakuja baadaye. Kuna sifa katika dini Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala amezungumzia sifa ya adl, sifa ya ihsan. Adl anasema ni sifa yani la yu'minu ahadukum. Rasul sallallahu alaihi wasallam anasema mmoja wenu hajaleta imani mpaka yale anapenda na nafsi yake apende na ndugu yake, anasema hii ndio sifatul adl. Na kuna sifa ya ihsan anasema, ndio wetu anatuuliza ihsan ni sifa ya chini ama ni sifa ya juu? Ni sifa ya juu. Wahsin ila man asaa ilayk. Ndio Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema yule mtu anakufanyia ubaya afanyie wema. Hii ni sifa iliyo juu. Hivyo hivyo da'wa naye anasema ni fikra iliyo juu. Anasema ndio wetu sisi tukifanya da'wa ndio dini itakuwa hai katika ulimwengu. Sasa hivi sisi tulikuja hapo, anasema katika ulimwengu watu wanachangana hii da'wa. Hii kazi ina haraka, inaendelea kila mahali iko. Na watu wanatembea. Wanashangaa, anasema hii watu je, wako na banki ama wako na hizi portfolio ili pesa kutuma hawilat? Wanasema tahwilat, wanatumana pesa ama kuna banki yao ama ni kuna kitu watu wanaosaidia nyuma yao iliposkana. Anasema hakuna dunia inatusupport sisi. Kazi tufanye, matlubu ni innahu man yattaqi wa yasbir. Yeyote anayefanya takwa na atakuwa na subra, basi huyu ndio Allah atatumia na atapita katika ulimwengu. Tumefahamika jamani? Sasa hivi sisi tumefika hapo. Tumekuja kupita dunia. Anauliza tumekuja kwa dunia ama tunatafuta nini? Umetuleta hapo ama kuna dunia inapatikana hiki kikao? Tunasema tunatafuta Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo ndugu yetu anatufahamisha, elewa kuna mambo mawili, kuna ibada na kuna kufanya da'wa. Da'wa ndio jukumu kubwa sana, ndio ibada nayo inafuata. Wewe ukifanya ibada ndio utafanya wengine wafanye ibada. Kwa hivyo mambo amezungumza mingi kulingana na takwa yake na mambo yake, na mimi nimefanya kulingana na mimi. Kwa hivyo Allah atufahamishe kwa ufupi. فهكذا أحبابنا الكرام نحن نمشي بالدعوة باليقين، لا نمشي بالهواية.
نمشي بالهواية أو لا نمشي عندما نكون مشغولين لا تكون الدعوة، عندما نكون فارغين تكون الدعوة. لا، نحن نمشي باليقين أن هذه الدعوة أحبابنا الكرام هي عملنا، هي شغلنا. وأين النظر؟ أين النظر؟ النظر على ماذا؟ على الموعود. الموعود ليس هنا، يكون نظرنا أين؟ على الموعود. صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. نحن نتحرك باليقين، لأن عقيدة أهل السنة والجماعة أن الجنة موجودة. الجنة الآن موجودة، صحيح؟ الله يحتاج إلى المهندسين؟ لا يحتاج. الله يحتاج إلى البنائين؟ لا يحتاج. ولكن الآن الجنة موجودة والقصور موجودة. وكل يوم إذا قرأت قل هو الله أحد 10 مرات بني لك بيتا بقدرة من؟ الله. إذا صليت 12 ركعة في اليوم بني لك بيت في الجنة. إذا قلت سبحان الله وبحمده عندك شجر في الجنة. فالأملاك موجودة، أنت عندك الأملاك، أنت رجل غني، أنت رجل غني تملك الأملاك. لأن الرسول يقول في الحديث، في معنى الحديث: الدنيا دار من لا دار له. الدنيا دار من لا دار له. ونحن دارنا أين؟ أين الدار؟ أين البيت؟ أين المستقر؟ هذا هو. لابد أن نتحرك بهذا اليقين على الموعود. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض وليمكنن لهم دينهم. هذا موعود آخر. نحن نريد الموعود بدون العمل، نريد الخلافة، نريد النصرة. الله يقول: إن تنصروا الله ينصركم. ونحن نريد النصرة ولا نفعل شيء، نريد الخلافة ولا نفعل شيء، نريد التمكين ولا نفعل شيء. ولكن الموعود موجود ولا غير موجود؟ موجود الموعود. الجنة موجودة، النار موجودة، الحوض موجود، كل شيء موجود. هذه العقيدة، عقيدة في القلب، هذه العقيدة موجودة أحبابنا الكرام. نحن نتحرك في الدعوة ونظرنا على أين؟ على الآخرة، نظرنا على الموعود، نظرنا على الحور العين. الحديث الصحيح، حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الحور العين تقول للحور الطين. الكلام لمن؟ للحور الطين. عندما الداعي يتحرك والحور الطين يفعلون المشاعر. الحور العين، أين الحور العين؟ في الجنة. هي تقول لها: احرصي عليه. في معنى الحديث، أنا لا أتذكر الحديث، لا أتذكر الرواية، ولكن أنا أتذكر المعنى، وهي رواية صحيحة. لا تؤذي من عندك، لأنه قادم إلينا، نحن في انتظاره. يعني الحور العين الآن في انتظارك أنت. الحور العين موجودة وتقول هذا الكلام في الجنة، ونحن في الدنيا. هي ترانا، الحور العين ترانا بقدرة من؟ فالموعود موجود، الموعود موجود. ولكن الحركة أحبابنا، الجهد أحبابنا، هذا ترتيب النبوة أحبابنا الكرام. لا تأتي النصر، لا يأتي الموعود إلا بعد الحركة، إلا بعد الجهد. تأتي النصرة وتأتي الحركة، وتأتي معية الله. المعية موجودة، والنصرة موجودة، والخلافة موجودة، والتمكين موجود، والجنة موجودة، والحور العين موجود، كل شيء موجود. ولكن نتيقن بحوله. فمن مستعد إن شاء الله؟ Kwa kumalizia ndio wetu anasema hii da'wa tunafanya na yaqeen juu ya nani? Juu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hatubahatishe katika hii kazi, wala hatufanye 50-50, wala tukitaka tunafanya, tusipotaka hatufanyi.
wala anasema tukishughulika tukapata kitu na tushughulisha tunafanya na tufanye da'wa, tukipata free time tunafanya da'wa. Anasema si hivyo, hii da'wa tunafanya na tunatarajia ahadi ya Allah subhanahu wa ta'ala, maulud ahadi ya Mwenyezi Mungu, tunatazama ahadi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Rasul sallallahu alaihi wasallam alipozungumza na familia Yasir mpaka bayani malizike, tashkili malizike, tufanye subra inshallah. Sawa inshallah. Rasul sallallahu alaihi wasallam alizungumza na familia ya Yasir, walikuwa wanateswa na adhibiwa, akasema sabran ala Yasir wa inna wa'idukum fil janna, fanyeni subra familia ya Yasir, hakika ahadi yenu ni janna, mtaingia janna. Anasema janna iko ama vipi jamani? Ni kitu itatengenezwa baadaye ama iko sasa hivi? Hiyo ni aqida tunaamini, si ndio? Kutoka kwa moyo. Rasul sallallahu alaihi wasallam anasema hiyo janna, anasema inahitaji engineer, anasema inahitaji fundi. Ni janna kwa kudra ya Allah ndio iko. Rasul sallallahu alaihi wasallam akasema yote anayesoma Ikhlas mara 10, Qul Huwallahu Ahad, suratul Ikhlas mara 10, kuna palace anatengenezewa katika janna, anajengewa katika janna. Rasul sallallahu alaihi wasallam katika hadithi nyingine akasema atakayesali kwa siku rakaa 12 sunna muakkada, basi naye atajengewa kasri katika janna, palace katika janna. Haya yote Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ameeleza. Atakayesema subhanallah bihamdi moja, mti katika janna anajengewa, tena mti ya dhahabu, tena mti ya tende. Haya yote ni ahadi ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ameahidi, Rasul sallallahu alaihi wasallam ameahidi. Allah ameahidi, anasema tamkini, watu waislamu watapata misho ya hii dunia itakuja katika mkono wa Uislamu. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihat, wale watakuwa na imani na matendo mazuri. Allah amewaahidi tamkini katika watakuwa khalifatullah fil ardh. Yeye anauliza hii mauludi, hii ahadi ni bure watu watapewa ama kuna kazi? Kwa jamani, tuko pamoja? Hii ahadi nyuma yake kuna kazi ama ni ahadi free watu watapewa? Kuna kazi. Hii ahadi anasema ni baada al-juhudi, baada ya juhudi, wa baada al-harakat, baada ya harakati na baada ya amal. Unaona, Allah ameahidi tamkini, Allah ameahidi janna, Allah ameahidi hurul 'ain, Allah ameahidi manyumba, ameahidi haud iko ama kuna? Anasema iko. Tunaamini, si ndio? Haya mambo yote kama tunaamini, anasema lazima sisi ni ahadi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, baada al-juhud na harakat Allah ameahidi tamkini, tutatulia katika hii ardhi, Waislamu watapata ushindi akhira. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika hadithi anasema, kuna hadithi amesoma Rasul sallallahu alaihi wasallam anasema dunia ni dar kwa yule mtu hana dar, yani nyumba kwa yule mtu hana nyumba. Kama tunaamini sisi tuko na nyumba na tunaamini ni kweli tutakuja kuingia katika kaburi na tutakutana na Allah, si kuna haja kufanya harakati? Ndugu zangu, Allah ameahidi hurul 'ain, wanawake wanaitwa hurul 'ain katika Qur'an. Allah amezungumzia hawa wanawake. Wako wapi? Anatuuliza wako wapi hawa wanawake? Si wako katika janna? Jaa bil hadith, anasema hadithi sahihi imekuja, wanawake wa peponi wanazungumza na wale wanawake wa duniani walioumbwa kutokana na udongo. Akasema kuna hurul 'ain na kuna hurul tin, wale wanawake wameumbwa kutokana na udongo. Maana yake wale wako katika ardhi, wale sasa hivi tuko na hawa wadada zetu, mama zetu, wake zetu. Anasema sasa hawa mwanamke wa duniani akianza kusumbua mtu sahibu imani, mtu anafanya harakati ya dini, hawa wanawake wa peponi wanazungumza na hawa, wanasema usisumbue mtu, muda kidogo atakaa na wewe, siku karibu atakuja kuungana na sisi, kwa hivyo usisumbue. Huyu si wako, huyu ni wetu, usisumbue. Ni nani huyo mtu? Mtu katika imani. Hadithi inazungumzia ni amali, ni mtu katika amali. Kwa hivyo ndugu zangu, Allah ameahidi kitu kubwa sana, maulud inaitwa ahadi Allah subhanahu wa ta'ala, na hii ahadi anasema ni inaenda pamoja na kazi. Sisi tufanya kazi, ahadi tuachie nani? Na ni kweli hii ahadi hakuna shaka ndani yake. Hiyo janna iko, hiyo hurul 'ain iko, hiyo haud iko, hiyo tamkini Mwenyezi Mungu ameahidi yote, hiyo mambo yote iko, lakini baada al-juhud
na harakati na amal. Kwa hivyo nani anasema iko tayari inshallah? Nani ako tayari? Bismillah inshallah. نريد جماعة الكويت إن شاء الله. Anasema anataka kundi kuenda Kuwait. Naam, Allah tufanye sote inshallah. Nisifanye bayani, umesikia na kile yake bayani. Nani nasema kwa tayari natoka mwezi nne na ndani. Sema hiyo mbele yetu anafanya bidii, imaende alam, imaende jirani, ama imaende Marakis, ama iende katika nchi. Nani kwa tayari inshallah? Tusimame. Bismillah. Mwezi nne tusimame. Nani kwa tayari mwezi nne? Tusimame. Taqabbal Allah akubali kubeto bisimama Allah akubali. Semeni amin inshallah. Nani mwingine atakuwa tayari tusimame mwezi nne inshallah. Mwezi nne. Nani nje nchi Marakis. Tusimame. Taqabbal Allah. Taqabbal Allah. Jazakumullah khair. Wapi mwingine? Taqabbal Allah. Tusimame. Jazakallah khair. Allah akubali hao. Wapi mwezi nne nani mwingine? Taqabbal Allah. Allah akubali. Taqabbal Allah. Mwenyezi Mungu akubali. Sema Allah akubali. Sema amin inshallah. Nani mwingine ongezeke inshallah. Mwezi nne. Taqabbal Allah. Mwezi nne. Allah akubali hao. Bismillah. Taqabbal Allah. Allah akubali hao. Sema amin inshallah. Allah upatie nafasi na nafaka watatoka naye. Sema amin inshallah. Bismillah. Nani mwingine ataongezeka? Mwezi nne. Inshallah. Mwezi nne. Taqabbal Allah. Taqabbal Allah. Jamaa kwa tayari. Allah kubali hawa. Semeni amin inshallah. Allah watayarishe kwa nafaka na ajayo yote Allah subhanahu wa ta'ala asalishie hawa. Semeni amin. Bismillah. Nani mwingine? Ongezekeni inshallah. Ongezeke mwezi nne. Iko mbele yetu tumekaribia inshallah. Takabiri kabla al-juhd na baada juhudi yote inahitajika inshallah. Twende hivi kwa ndugu yetu inshallah. Tutembe mara moja. Allah kubali hawa. Twende hapa sasa inshallah.